Wacha niseme ya moyoni, niko gizani misioni, utaniua. Hivi ni Abema kakaangu mimi, kijana mwenye kujiamini na mwenye maamuzi ya busara, au umechanganyikiwa? Unawezaje kumpa hifadhi nyumbani kwako binti aliyekuwa mpenzi wako akaolewa na mwanaume mwingine tofauti na wewe? Kaangu hapo ulipo, yaani unaonesha kwamba hata sheria huokopi hata sheria. Mke wa mtu tena mjamzito, wewe unamweka ndani kwako. Hivi umechanganyikiwa kweli? Usijifanye kukaa kimya eti unafikiria. Na kushangaa sana Abema, yaani nakushangaa kabisa. Sahau kabisa kama mimi ni kaka yako. Undugu wetu mimi na wewe uliisha tuka siku hilo ulipotoka na kwenda kuolewa na yule uliyemwona Mkombozi. Ndoa yangu imekuwa chungu zaidi ya subira. Ndugu yangu akarudi amekataa kunipokea. Kama ndio utakuwa tayari kunipokea, wala sitokulaumu. Subiri kwanza Mwangaza, subiri. Wacha niseme ya moyoni, niko gizani misioni, utaniua. Kulikoni tena? Hayo mabegi na hilo tumbo vinafuata nini hapa nyumbani kwangu? Kaka, niko katika wakati mgumu sana. Wewe pekee ndiye ambaye unaweza kunisaidia. Mume wangu amekuwa kila siku mtu wa ugomvi. Nimeishi kule kwa kukaza roho tu. Na leo amenifukuza. Kwa hiyo unadhani hata ukilia mimi naweza nikakuelewa? Mwangaza, kumbuka haya yote umejitakia mwenyewe. Ni mara ngapi nimekuonya juu ya wewe kukimbilia kuolewa? Hasa na yule kijana, sijui kijana wa kabila gani, sijui kabila gani, unajua mwenyewe. Hukupenda kunisikia. Hayo sasa ndo matokeo ya mtu kuwa na kichwa kigumu. Si umependa kuolewa? Nenda uolewe, umvumilie mume wako. Maana peke yako ndo umeamua kuolewa naye. Labda sisi wengine walifikiri kukushauri, tulikuwa tunafanya ujinga. Kaka tafadhali. Mengine tuongee baadaye. Nimetembea sana kwa mguu. Naanza kusikia maumivu mengi tumboni, please. Joseph, kwani unaongea na nani? Kumbe dada yako. Karibu. Asante. Joseph, Waisha tafadhali. Tuna mpango muhimu muda huu. Mwangaza, nadhani umeelewa. Sahau kabisa kama mimi ni kaka yako. Undugu wetu mimi na wewe uliisha tuka siku hilo ulipotoka na kwenda kuolewa na yule uliyemwona Mkombozi. Bahati mbaya unakuta tunajiandaa kutoka, kwa hiyo ningeomba rudi kwa mume wako. Naingia ndani. Nikirudi nisikukute hapo. Tafadhali, hayo mambo yako hayo naomba yafanyie nje huko. Nje. Nikitoka nje nisikukute hapo.
habari yako? Salama. Mzima lakini? Ndio, nikusaidie nini? Haina taabu, tusaidiane kitu tu. Karibu. Poa. Dada yangu, jana nilikuwa hapa. Na tukanywa kweli kiasi kwamba nilirudi nyumbani sijitambua. Nilipoamka asubuhi nilikuta sina hata kitu. Ina maana kuanzia pochi yangu, simu yangu, na kwenye pochi yangu kulikuwa document zangu za muhimu na hote ambayo nilikuwa nayo jana. Wameniambia hujaniokotea chochote. Sasa sijui kama nisahau hapa au je, sielewi. Kaka yangu, hapa tunapokea watu wengi. Ila pole sana kwa alikukuta jana. Unajua, japo tunauza hivi vinywaji, si kwamba tunapendelea kuona wateja wetu wakilewa kiasi ambacho wewe jana umefikia. Ni kweli, jana nimekuona umeangusha pochi yako na simu. Kipindi nilikuwa natoka chooni. Nimeviogota ila sikuona busara kukupa hivyo vitu kwa hali ambayo jana umekuwa nayo. Nadhani ndio hivi. Ila kaka, kuwa makini unapotumia pombe. Hata sijui nikwambie nini dada yangu. Ila asante. Asante. Unaitwa nani? Mimi naitwa Rose. Karibu siku nyingine kwenye kibanda chetu. Dada, wewe sasa toka zamani tumekuagiza ulete vinywaji, ulete kitu. Sorry kaka, nimesahau. Poa bwana. Kulikoni? Najua utaamini sana kinachokiona Bema. Ili niamue kuja hapa ujue, nimejiuliza maswali mengi ambayo nilikosa majibu. Wewe ndiye mtu wa mwisho unaweza kunipa nguvu ya kuendelea kuishi kwenye dunia hii. Ndoa yangu imekuwa chungu zaidi ya subira. Ndugu yangu akaibu pia amekataa kunipokea. Kama ndio utakuwa tayari kunipokea, wala sitokulaumu. Subiri kwanza Mwangaza, subiri. Sawa. Karibu kwanza ndani, Karibu. Karibu nyumbani. Karibu sana Mwangaza. Karibu sana. Unajua sikuelewi. Yaani sikuelewi kabisa. Hivi ni Abema kakaangu mimi, kijana mwenye kujiamini na mwenye maamuzi ya busara, au umechanganyikiwa? Unawezaje kumpa hifadhi nyumbani kwako binti aliyekuwa mpenzi wako akaolewa na mwanaume mwingine tofauti na wewe? Kaangu hapo ulipo, yaani unaonesha kwamba hata sheria huokopi hata sheria. Mke wa mtu tena mjamzito, wewe unamweka ndani kwako. Hivi umechanganyikiwa kweli? Usijifanye kukaa kimya eti unafikiria. Na kushangaa sana Abema. Yaani nakushangaa kabisa. Na hiyo ndio tatizo yako. Nimekuja hapa kwa sababu wewe ni ndugu yangu. Na kwako nitapata msaada na uhitaji mimi. Unajua Sifa, hata mimi kaka yako haikuwa rahisi kumpatia hifadhi Mwangaza. Na utachukujua ni kwamba sijampa hifadhi Mwangaza kwa ajili ya mapenzi. Hapana. Kumbe. Unajua wakati mwingine utu lazima ufanye kazi kabla ya kuchukua maamuzi. Tuachane na hayo mengine. Tuachane na hayo kabisa dada yangu. Nimekuja hapa kuchukua lile godoro la binti yako. Kwa siku hizi chache binti yako halale kwanza sebuleni. Nikimaliza haya madudu yangu haya, nitakuja kushika godoro, nitalileta mimi mwenyewe tena kwa mikono yangu, nitalileta. Jamani, hilo linawezekana kweli? Kwa hiyo mimi nimtese mwanangu kulala sebuleni kwa sababu hiyo binti?
Kitu kama hicho hamna, haiji kabisa, haiji. Eti? Nimtese mwanangu alale sebuleni kwa sababu yule binti? Haiji bwana. Sasa dada yangu, usikuja kwako kuomba ushauri. Nimekuja hapa kuchukua godoro na shuka. Utake utanipa, usipotaka nitachukua. Ama mgani tunafanyana? Abema. Mambo gani tunafanyana? Abema. Nini? Abema, tambua hapa nyumbani kwangu. Hapa nyumbani kwangu kabisa. Sasa inakuwaje? Mbona sio kamba hapa? Kwani hakuna kamba? Abema. Mambo gani tunafanyana? Ndio maana nimekuuliza kakupa nini yule binti? Jamani, Mambo mengine yaani lazima uwe naelewa. Mimi nataka kuambia kwamba lazima uwe naelewa mambo mengine. Sawa? Unaelewa? Nisikilize kaka yangu. Unachokifanya kwenye nyumba yangu, sidhani kwamba wewe unaweza kukisupport mimi nikakifanya ndani kwako. Nitakuja kurudisha. Hili hapa ni mambo ya mpito. Yatapita haya. Mpito tu. Sawa? Sawa baba. Mwana kulitafuta mwana kulipata. Wewe umepambana. Kwa umejifanya baba huruma sana. Kisa yule mwanamke. Baba wewe nenda. Nenda tu. Asante kwa mkweli. Nenda. Ile atakayokukuta usije ukanihusisha mimi. Mimi Dave. Unadhani kila mwanamke anayefanya kazi ya hudumu sehemu kama naye ni malaya? Sina kuuliza. Unaanza kunipiga kofi kwenye makali yangu bila hata aibu. Na kwa nini usimheshimu mwanamke uliyokuwa naye? Amefanyaje? Joseph, kwani? Amefanyaje? Dada, mhonye mpenzi wako na na bahati sababu upo hapa mwanamke mwenzangu. La sivyo wewe lione bweje kabisa. Mimi sijafanya kwa nia mbaya, ulikuwa ni mtaani tu. Sasa unaenda wapi? Mira. Usiku ni muda ambao watu wengi wanautumia kupumzika. Lakini kwangu nautumia muda mwingi kukaa kufikiria sana. Nafikiria sana juu ya maisha yangu Mwangaza. Naongelewa vibaya sana mtaani juu ya maamuzi yangu. Mimi mwenyewe sikutegemea kuwa naweza kuja kuishi kwa Bema. Hasa katika wakati mgumu kama na huu. Najua nilikuumiza sana siku za nyuma. Nilijua kwa Asmani tapata faraja kubwa kutokana na uwezo wake. Naumia sana napokuona unakwenda na kurudi. Moyo wangu unaumia sana napokumbuka yaliyopita kati yetu. Unajua Mwangaza, njaa ni hali ya kuhitaji chakula. Au hadi ya kufanya jambo fulani. Unajua mtu asiyokuwa na haja ya jambo fulani hawezi kuona umuhimu wake kama vile mtu ambavyo alivyokuwa na haja nacho. Nimekupokea hapa nyumbani kwangu ili upate tu kupanga maisha yako. Ila Mwangaza, ninapoona maendeleo ya uzito wako najiuliza kwa nini baba yake huyu mtoto atakubali mwanae azaliwe katika mazingira kama haya. Nilikata matumaini ya mapenzi pale tu ulipoolewa. Na nimekupokea hapa nyumbani kwangu ni tofauti ya mapenzi. Na kwa sasa napenda kazi yangu kuliko vitu vyote. Kweli. Samehe sana Bema. Naendelea kujifunza muda wote huu ambao nakaa hapa kwako. Kiukweli, wewe ni binadamu wa tofauti sana. Mwangaza, kuna wakati mwingine maneno husemwa tu, lakini sio ndani yake vitu vya ukweli. Hata hivyo Mwangaza, ni vigumu tu mtu kusema mambo ambayo hayapo. Wakati mwingine lazima tuchukulie maanani maneno yote yasemwayo, maana anaweza kuwa ndani yake ukweli. Mwangaza, nilikupenda sana sana, tena kutoka ndani ya moyo wangu.
Sasa Mwangaza, nahitaji kujua ukweli. Unajua haya mambo mimi yananichanganya sana, sio mimi tu, hata familia yangu. Nini sasa ilikuwa chanzo cha mume wako kukufukuza wakati una ujauzito mkubwa? Hakuna hata kuchunga ujauzito ambao uko nao wewe, na ukiangalia kuna baki tu siku chache aitwe baba. Nini ilikuwa chanzo mama? Abema, mume wangu ni mtu wa ajabu sana. Ndoa yangu ilianza kuwa chungu kisha wiki moja ya harusi yetu. Baada ya hapo ndipo nilipoanza kuiona ndoa chungu. Nimevumilia mengi mpaka nifike hapa Abema. Mume wangu hakuwahi kunipa thamani kama mke, na kutaka pia nimshauri kwa makosa yake. Nilipojua kuwa anatoka kimapenzi na binti wa mchungaji aliyefungisha ndoa yetu, ndio ilikuwa chanzo. Pole sana Mwangaza. Ni kweli wasemwe wayanga, wanaume wanauma, wanawake wanawaka. Usiku mwema Mwangaza. Usiku mwema Abema. Karibu sana. Asante. Nichagulie mwenyewe. Haya. Mambo vipi lakini mzima? Mzima kweli. Haya. Nichagulie mwenyewe kwa sababu sasa nimekuchagulia kibovu. Abema bwana, sometimes unaboa. Sometimes unaboa. Sasa tatizo nyinyi wateja, mkipewa vitu vizuri, mnaongea sana. Hii ni nyama na ladha yake, nichagulie mwenyewe. Mbona unafikiria mambo ambayo mimi sijafikiria jamani? Yaani mawazo yako imefly kabisa. Yaani yangu haiko hata huko. Kumbe? Yeah. I think hii hapa nzuri. Hii hapa? Hii hapa. Yaani kwa kiwa? Yeah. Okay, sasa ngoja nikuchafukie. Usije ukasema kwamba ulifika njiani mzigo kama umejiachia. Wewe. Kwa hiyo tunamaliza mwenyewe nyumbani au na watu wengi? Kuna watu wengine naishi nao jamani. Siwezi nyumbani. Okay. Hivi Abema, nikuulize kitu. Yeah. Umeshawahi kuniomba namba yangu hata siku moja? Wacha niseme ya moyoni, niko gizani misioni, utaniua. 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 Wacha niseme ya moyoni, niko gizani misioni,